Ninakusalimu katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu ametupa neema na kibali tena ili tuweze kushirikishana maarifa mbalimbali ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Leo tunaenda kumwangalia mwanamke wa thamani kubwa. Mithali sura ya 31 mstari wa 10 unasema, mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Mungu alipomuumba mwanamke, hakumuumba ili awe wa kawaida, bali alimuumba awe msaidizi anayefaa, sio bora msaidizi. Na pia alimuumba kuwa mbeba uhai, kwamba palipo na mwanamke pana uhai. Na pia ni mlezi wa kizazi. Ukizungumzia malezi kwenye jamii, kwenye familia, kwenye nyumba ya Mungu na popote pale, ni lazima utamkuta huyu mwanamke. Na pia ni mlinzi wa moyo wa familia. Mwanamke Mungu anamtegemea yeye kubeba moyo wa familia. Amani na furaha na upendo kwenye familia, vyote utegemea na mwanamke wa thamani aliyeko kwenye familia au ndoa. Na pia mwanamke huyu wa thamani ni chombo cha upendo na rehema. Mwanamke wa thamani amejaa upendo, ni mtu wa rehema, mwepesi kusamehe, asiye na mawaa, asiye na chuki na mengine kama hayo. Kwa hiyo mwanamke wa thamani kubwa si lazima awe na kila kitu, bali ana kile ambacho pesa haiwezi kununua. Tabia njema, hofu ya Mungu, hekima. Lakini mara nyingi dunia huwa inamtazama kwa namna ya tofauti. Dunia mara nyingi inafundisha mke wa thamani ni lazima awe mzuri, awe na mvuto wa nje. Vijana wanasema awe na figa, awe na shepu nzuri, awe mrembo. Na wakati mwingine wanamwangalia katika mtindo wa maisha. Jinsi anavyojimudu, anavyopambana na maisha, alivyofanikiwa, wakati mwingine jinsi alivyo na uwezo wa kujitegemea. Wakati mara nyingi tunasema mwanamke wa thamani anayeweza kujitegemea, anajimudu hata asipokuwa na mume, anaweza bado akajimudu. Na tumeona hayo, maana sasa hivi kuna masingle parent wengi sana, wamama wengi wanalea watoto wenyewe kwa sababu wanajua kwamba wana uwezo, wanajimudu, anaweza akasomesha, anaweza akamlisha mtoto, akamlisha vizuri, akamvisha vizuri, akampa malazi na kadhalika. Lakini siku zote Mungu anamwangalia mwanamke wa thamani kubwa, anamwangalia katika hali ya moyo, tabia njema. Mwanamke huyu wa thamani kubwa ni lazima awe na tabia njema. Kingine lazima awe mwaminifu. Mungu anapompa majukumu anakuwa mwaminifu kuyafanya. Jamii inapompa majukumu anakuwa mwaminifu kuyafanya. Ndoa na kadhalika, anakuwa mwaminifu hata katika mwenendo. Na siku zote mwanamke huyu wa thamani ambaye Mungu anamtazama katika moyo wake, huwa anaangalia lazima awe mnyenyekevu. Ukimkuta kwa mume wake atakuwa mnyenyekevu kwenye majukumu, kama ni kazini, kwenye biashara, na kila mtu anapokutana na mkubwa na mdogo, siku zote anakuwa mnyenyekevu. Awe nacho asiwe nacho, unyenyekevu uko pale pale. Na mara nyingi mwanamke huyu wa thamani kwa picha ya Mungu au sura ya Mungu, huwa anaangalia pia ni lazima awe mtii. Mwanamke huyu wa thamani siku zote unapomwagiza jambo, ili mradi liko katika mapenzi ya Mungu, anakuwa mwepesi kutii na kulifanya. Na siku zote anaishi sawa na neno la Mungu linavyomuongoza. Na anapopewa agizo na Mungu, ni mwepesi kutii na kulifanya.
Na ndio maana katika nyakati hizi ni adimu sana kumpata mwanamke huyu wa thamani kubwa. Na tutaenda kuangalia kwa nini inaonekana ni adimu. Jambo la kwanza, thamani ya mwanamke huyu siku zote inatoka kwa Mungu. Mwanamke wa thamani kubwa hajitazami kwa macho ya watu, bali anajiona kwa macho ya kiungu. Na ndio maana siku zote anajijua kwamba yeye ni kiumbe cha Mungu. Yeye ni mbeba kusudi. Yeye ni wa heshima. Na anajijua kabisa yeye si wa kubahatisha. Na mara nyingi hata watu wanapomkataa au wanapomkatisha tamaa, wakati mwingine wanapombeza, wanapomtenga, bado yeye havunjiki moyo. Kwa sababu anajua thamani kubwa alionayo mbele za Mungu. Vitu hivyo huwa anavifanya kama, wanasema ni kama ngazi ya kumwezesha kupanda kuliendea lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake. Kwa hiyo vinamhamasisha kuendelea kuwa wa thamani zaidi badala ya kuondoa ubora ulioko ndani yake. Kwa hiyo tunapomwangalia Esther, huwa napenda kumtumia sana Esther mara nyingi ninapofundisha, kwa sababu ni mwanamke ambaye tunaona Mungu alimjua toka akiwa mdogo. Tunaona Esther alikuwa ni binti ambaye ni yatima, lakini pamoja na uyatima aliokuwa nao, bado alijua kwamba Mungu ameweka kusudi ndani yake. Na mwisho wa siku alivyoishi kulingana na lile kusudi, tunaona kusudi la Mungu la Esther kuwa malkia, ambayo ni kusudi la kifalme, likatimia ndani yake. Na mwisho wa siku ile thamani yake mbele za Mungu ilimwezesha kubadilisha taifa au kulikomboa taifa zima. Haleluya. Basi sasa naomba tukamwangalie kwa undani huyu mwanamke wa thamani kubwa. Jambo la kwanza, mwanamke huyu huwa anamcha Mungu kwa moyo wa dhati. Na uchaji Mungu ndiye sifa yake kuu au pambo lake kuu. Mara nyingi ni mwanamke wa maombi. Ni muombaji. Ukimwambia kwa swala la kuomba, ukimwambia kwa habari ya maombi, ni kitu ambacho yuko tayari wakati wote. Na mara nyingi anakuwa na ratiba zake za maombi. Yeye asubiri yale maombi ya pamoja. Ndio kanisa inaweza likawa lina maombi, familia inaweza ikawa na maombi kama familia, lakini yeye pia anakuwa na maombi yake binafsi. Kwa hiyo ni mtu wa maombi, ana ratiba za maombi. Anajua kabisa kwamba hawezi kufanya jambo lolote au hawezi kushinda jambo lolote bila Mungu. Kwa hiyo anakuwa anategemea msaada wa Mungu, na ndio maana anakuwa muombaji. Jambo jingine, anapenda sana kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ni mcha Mungu, siku zote moyoni mwake analijaza neno la Mungu. Ni mtu anayependa mafundisho. Ni mtu ambaye achoki kujifunza, kwa sababu anailisha nafsi yake na vitu vyema. Ni mtu anayependa maarifa, kwa sababu ni mcha Mungu na anamtegemea Mungu. Lile neno aishi kujifunza tu, mwisho wa siku analiwakilisha katika matendo. Kwa hiyo ukimkuta mwanamke huyu amejaa neno la Mungu, unapoongea naye, kila kinachomtoka, kila anachokiongea anakisimamia na neno la Mungu. Na ukimkuta kama ni muombaji katika maombi, anakuwa anakiri neno la Mungu, na siku zote anaongozwa na Roho Mtakatifu. Hafanyi chochote kwa akili zake wala nguvu zake. Anamtegemea sana Roho Mtakatifu. Na huwa mara nyingi anaishi maisha ya haki. Anapenda sana haki. Hata akiwa peke yake, bado ataishi kwa hofu ya Mungu. Awe nyumbani, awe kwenye jamii,
kanisani, kazini na popote pale, anakuwa anaishi kwa hofu ya Mungu. Na huwezi kukuta ni mtakatifu mbele za watu tu, hata maisha yake ya sirini pia yanakuwa ni matakatifu. Jambo jingine, tunaona mwanamke huyu wa thamani huwa ana hekima ya moyo. Moyoni mwake kuna hekima ya kipekee. Kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu moyo wake anaulisha neno la Mungu. Mwanamke huyu anakuwa ni muombaji, ana utulivu, anapata uongozi wa Roho Mtakatifu. Tunaona pia mara nyingi kwa sababu anapenda kujifunza, basi anajaliwa, anakuwa na hekima sana ya moyo. Na ukimwangalia namna anavyoongea tu, huwezi kuchoka kumsikiliza. Kwa sababu maneno yake huwezi kukuta anachochea ugomvi, au huwezi kukuta amejaa masengenyo, si muongo, kwa sababu ya ule utulivu au ile hekima alionayo. Pia huwa ana maneno machache. Kwa hiyo huwa anaangalia ni wakati gani sahihi kwake kuongea. Je, hili ninaloongea ni wakati sahihi? Na hii sauti ninayotumia ni sahihi? Na wakati mwingine, je, ninavyoongea ni kwa heshima? Kwa hiyo maneno yake siku zote huwa yanaleta uponyaji, kwa sababu hakurupuki katika kuongea, anakuwa na utulivu. Kwa hiyo maneno yake huwa ni ya kujenga. Na unapokaa karibu na mwanamke huyu, mara nyingi huchoki kumsikiliza. Unaweza ukawa na changamoto, lakini ukikaa na mwanamke wa thamani ambaye ana hekima ya kiungu, ukajikuta katika kuongea naye tu, basi Mungu akamtumia, ukajikuta unapokea majibu ya changamoto ulio nayo, na mwisho wa siku anakutoa katika changamoto. Na mara nyingi amejaa faraja. Maneno yake huwa ni ya kufariji, anatia moyo. Ni mara chache sana ukute mtu kama huyu au mwanamke huyu wa thamani maneno yake yanaumiza. Na unapomwangalia katika mwenendo wake, mara nyingi matendo yake huwa yamejengwa katika unyenyekevu mkubwa. Huwezi kukuta anachochea ugomvi au chuki, au anagawanya watu. Siku zote huwa anapenda kukusanya watu na kuwaweka pamoja, kwa sababu yeye ni daraja la amani. Na anapenda kuona popote anapokuwa amani, furaha na upendo vinatawala.